Waroke, 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 ni sisi, ni mimi, ni sisi, ni nikashtuka. Pona mtoto mdogo ambaye hajui kuongea anaongea huku akitaja jina langu. Presha na hofu zikatawala. Baada ya muda nilitoka ndani nikiwa na shangaa. Mwanamke akatoka ndani, kwa sababu ni jambo la ajabu sana kuwahi kutokea. Tukiwa nje, ghafla tuko pale nje tunasikia kelele machooni. Tukakimbilia pale chooni. Tunafika tunamkuta mama wa binti yuko pale juu analia. Tulibaki na mshangao mkubwa sana. Tukamuuliza nini? Akasema mtoto wangu yuko wapi? Muda huo masauti ya ajabu, mili yetu imesisimuka, lakini yeye anatuuliza mtoto wangu yuko wapi? Watoto wangu wako wapi? Nimewapa watoto, sijui lugha za ajabu ajabu, huku akiwa anazungumza. Aisee, usiombe ukutwe na hali kama hiyo. Tukamwambia inuka, kujaribu kumwamsha pale alipokuwa akiwa amelala chini, kwa sababu alikuwa anaonekana kama mtu aliyokuwa ameanguka. Tunajaribu kumuinua huku, namuuliza kwani ulikuwa wapi? Ananiambia haikuhusu. Tukajikaza tukambeba, mimi na mke wangu, tukamchukua mpaka kwenye ule mkeka tukamlaza. Tunafika pale akanyamaza, aongei wala hata kupumua. Sema nini hichi? Sijui niwaambieje, lakini ilikuwa ni kipindi kizito sana kiupande wangu na familia yangu. Nimetoka pale nikaingia ndani, nikamwacha mwanamke. Nafika ndani namkuta yule mwanamke aliyokuwa amelala nje yuko ndani kitandani amelala. Mtoto yule tena haonekani, bali yeye ndio yuko kitandani amelala. Nilishtuka sana, nikapiga yowe. Mwanamke akasikia, mwanamke akaja ndani. Alipokuja ndani ananiuliza kuna nini. Namwambia yule mgonjwa tumemwacha nje, mbona huyu hapa ndani? Mwanamke kuangalia, tunakuta kitandani kuna mgomba tu umelala, wala hakuna mtu, hakuna mtoto wala cha yule mwanadada.